Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini na mpaka sasa bado mnaendelea vizuri, na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuwa tete. Na kwa mara hii tutakwenda kuzungumzia sakata nzima la wahasi wa Mobondo ambao mamia ya wanamgambo wa uasi huo wanaripotiwa kuweka chini silaha katika trimestri ya kwanza ya mwaka wa 2026 na kujisalimisha kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na taarifa zilizopatikana hiyo jana Alhamisi tarehe 9 mwezi huu mwaka 2026 kutoka kwa vyanzo vya kijeshi vinavyoaminika. Kwa mujibu wa Kapteni Antony Mwalushai, amedai ya kuwa wimbi hili la kujisalimisha linaendana na mwelekeo wa taratibu wa wanachama wa kundi hilo kujiondoa katika mapambano ya silaha, hali ambayo inaonekana katika miezi ya hivi karibuni. Na alipohojiwa na waandishi wa habari, Kapteni huyo Mwalushai alisema kuwa kwa sasa wanazungumzia kwa umakini swala hilo la mamia ya wapiganaji wa Mobondo ambao wameacha uasi na wanaonyesha nia ya kuchangia kurejesha amani katika eneo lao la uwajibikaji. Afisa huyo alibainisha kuwa idadi kubwa ya wapiganaji hao wa zamani tayari wamekusanywa katika maeneo maalum ya kambi za mpito, ikiwa ni sehemu ya mchakato wa kuwavua silaha na kuwahudumia. Wengine hata hivyo wameelekezwa kwenye mifumo ya uangalizi na urejeshwaji katika jamii kwa lengo la kuwawezesha kujiunga na shughuli za kiraia au huduma zenye manufaa kwa taifa. Matukio haya ya kujisalimisha yanatokea katika mazingira ya juhudi zinazoendelea za mamlaka za Kongo za kurejesha utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na vurugu za makundi yenye silaha, hasa kupitia operesheni za kijeshi pamoja na kampeni za uhamasishaji zinazohimiza kuachana na vita. Operesheni zinazoitwa Ngemba, ambazo Kapteni Mwalushai anazungumzia kwa niaba yake, zina nafasi muhimu katika mkakati huu, zikichanganya hatua za kiusalama na mapigano ya kusaidia ili kuhimiza kuvunjwa kwa makundi ya wahasi na kurejea kwa amani katika eneo husika. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kusini, katika wilaya ya Uvira, mapigano ya hivi karibuni yamesababisha mabadiliko ya udhibiti wa baadhi ya maeneo ya kimkakati yaliyoko katika bonde la Ruzizi. Kwa mujibu wa taarifa zinazoafikiana kutoka kwa vyanzo vya ndani na vya kiusalama, vinadai ya kwamba wanamgambo wanaohusishwa na M23 wakidaiwa kuungwa mkono na wanajeshi wa Rwanda wameondolewa katika nafasi yao ya Mutabegwa kufuatia operesheni zilizofanyika katika tarehe 7 na 8 ya mwezi huu wa 4 wa mwaka huu tulionao. Operesheni hizo ziliongozwa na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo chini ya uratibu wa majenerali ambao ni Ngoma Nzito na Meshake. Taarifa ya awali inaonyesha kuwa wapiganaji 4 waliotambuliwa kama wanachama wa vikosi vya RDF M23 wamekamatwa mateka. Aidha, kiasi kikubwa cha vifaa vya kijeshi kilikamatwa wakati wa operesheni hiyo, ikiwemo risasi pamoja na silaha nzito kama vile makombora ya kurushwa ama lance rocket. Matukio haya yanajiri katika hali ya usalama inayozidi kuwa tete katika sehemu hii ya Kivu Kusini, ambako mapigano kati ya makundi yenye silaha na vikosi vya ndani yanaendelea kujirudia, yakichochewa na ushindani wa kudhibiti njia kuu na maeneo ya kimkakati katika bonde la Ruzizi. Katika muktadha huu wa kimkakati unaochanganya shinikizo la kijeshi na juhudi za kidiplomasia, waasi wa M23 wanaendelea na mbinu yao inayojulikana kama token fight, yaani kujadiliana huku wakiendeleza operesheni za kijeshi uwanjani. Ni katika mantiki hiyo ambapo ujumbe ama delegation ya waasi hao inatarajiwa kwenda mjini Geneva nchini Swisse kwa ajili ya mkutano mpya wa mazungumzo na serikali ya Kongo iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 Aprili ya mwaka huu.
Kwa mujibu wa viashiria mbalimbali vinadai kwamba mchakato huo wa kidiplomasia unaweza kuipa M23 muda tena wa ziada wa kujiimarisha na kuendeleza nafasi zake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika upande wa usalama, hali inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi mkubwa. Siku ya Alhamisi hiyo jana tarehe 9 Aprili, vyanzo vya ndani vimeripoti mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na wanajeshi wa Rwanda dhidi ya maeneo ya kiraia katika kijiji cha Mikenge. Mabomu hayo yanadaiwa kurushwa kwa kutumia ndege isiyo na rubani ama drone aina ya TB2 iliyotengenezwa Uturuki na ambayo iliripotiwa kupaa kutoka eneo la Rwanda. Lengo lililodhaniwa lilikuwa ni kushambulia nafasi za FARDC, ingawa hakuna matokeo yaliyothibitishwa, huku makazi ya raia yakiripotiwa kuharibiwa. Wakati huo huo, mapigano yanaendelea katika eneo la Kalehe ambako wahasi wanaendelea kupanua udhibiti wao. Kusonga mbele huku kunaambatana na kuongezeka kwa mgogoro wa kibinadamu ambapo idadi kubwa ya raia inalazimika kuyahama makazi yao kwa sababu ya kukimbia mapigano. Katika muktadha huu, uasi wa M23 unaodaiwa kuungwa mkono na Kigali, kulingana na vyanzo kadhaa, umethibitisha kutuma ujumbe ama delegation yake kushiriki katika mazungumzo hayo ya mjini Geneva. Hapo awali mazungumzo haya yalipangwa kufanyika mjini Doha nchini Qatar, lakini yamehamishwa huko nchini Swisse, hasa kutokana na changamoto za kiusalama zinazohusiana na vita vya Mashariki ya Kati ama Moyen-Orient. Mchanganyiko huu wa operesheni za kijeshi na ushiriki katika mazungumzo unaonyesha ugumu wa mgogoro uliopo, ambapo hali ya uwanja wa mapigano inaendelea kuwa na athari kubwa katika juhudi za kidiplomasia zinazoendelea. Na katika muktadha unaoonyesha kuzorota kwa kasi kwa hali ya haki za binadamu katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa wahasi, taarifa mpya zinaeleza kuhusu matukio ya utekaji yanayowalenga wasanii na wadau wa sekta ya utamaduni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyoaminika, msanii wa muziki anayejulikana kwa jina la Didi2 anaripotiwa kutekwa nyara na watu wanaodaiwa kuhusishwa na waasi wa M23 katika mji wa Bukavu. Msanii huyo anajulikana kwa burudani zake zisizo na chuki wala mwelekeo wa kisiasa. Alionekana kwa mara ya mwisho tarehe 4 Aprili kabla ya kupelekwa kusikojulikana. Tangu wakati huo hakuna taarifa rasmi kuhusu alipo, jambo linalozua hofu kubwa miongoni mwa wasanii wa muziki wa eneo hilo. Tukio hili linajiri katika hali ya taharuki inayotawaliwa na tuhuma za mara kwa mara za ukiukaji wa haki za binadamu katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23 RDF, hususan katika mji wa Goma. Visa vya waandishi wa habari kukamatwa, kuzuiliwa katika mazingira magumu na hata kudaiwa kuteswa vimeripotiwa na vyanzo mbalimbali vya ndani pamoja na mashirika ya kiraia. Aidha, wanahabari na wasanii waliobaki katika maeneo hayo wanakabiliwa na vikwazo vikali vinavyopunguza uhuru wao wa kujieleza na kufanya kazi. Hali hii inaathiri moja kwa moja sekta ya sanaa na utamaduni ambayo tayari ilikuwa dhaifu na sasa inaendelea kudidimia tangu wahasi walipochukua baadhi ya miji mikubwa ya kimkakati. Vile taarifa zinazoendelea kusambaa zinaonyesha kuwa msanii mwingine wa muziki aitwaye kwa jina la Shabantu bado anazuiliwa katika mji wa Goma chini ya udhibiti wa wahasi wa M23. Na tukumbushe pia kuwa mapema tu wahasi hao wa M23 walipoteka mji wa Goma baada tu ya miezi kadhaa mjini humo walimuua pia msanii wa muziki Delcat Idengo. Kwa ujumla, hali hii inaonyesha mazingira yanayozidi kuwa magumu kwa wanahabari na wasanii katika maeneo yaliyoathiriwa na mzozo, ambapo haki za msingi za uhuru wa mtu binafsi na wa kitaaluma zinaonekana kukiukwa kwa kiwango kikubwa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.